Tuna somo jipya ndugu zangu, ambalo nasema hatari iliyopo katika kutokuwatii wazazi, madhara au hatari iliyopo katika maisha ya kutowatii wazazi. Unajua, tunapozungumzia neno hatari, ndani ya hatari kuna vitu vingi sana. Kitu chochote ambacho ni hatari huwa kiheshimiwi, kinaogopwa kwa sababu madhara yake ni makubwa. Hata barabarani ukiona kuna sehemu wanaweka hatari, hiyo ni sehemu hatari kweli kweli. Kupita pale unaweza ukafa, nyama mkali anaweza akakupitia. Kwa madhara ni mengi. Kunaweza kuwa na shimo kubwa ukatumbukia, unadumbukia mle ndani. Ndio maana wanasema hatari. Sasa mimi nazungumzia hatari iliyopo kwa kijana wa kike wa kiume ya kutowatii wazazi. Nini maana ya mzazi au mlezi? Mzazi ni mtu aliyekuzaa. Kitu cha kwanza ni mtu aliyekuzaa, huyo ndo mzazi. Na ninapozungumzia hatari ya kutomtii mzazi au wazazi, kutomtii yule aliyekuzaa au yule anayekulea. Maana kuna wengine amezaliwa, aliyemzaa kafariki, yule ambaye anakulea, alichokiweka Mungu ndani ya mzazi wako aliyekuzaa, anakihamisha na kiweka ndani ya yule ambaye anakulea. Lengo la Mungu ni ufike kwenye hatima yako. Sasa kuna hatari katika maisha hayo ya kutowatii wazazi. Mzazi ni hazina ya Mungu ambayo ndani yake Mungu ameweka baraka zote za kwako wewe kijana wa kike wa kiume, ili kwa njia ya yeye upate kufikia hatima yako. Na ndio maana hakuna kijana wa kike wa kiume ambaye anaweza akapinga sauti ya mzazi aliyemzaa na akabaki salama. Hayupo. Dunia nzima hakuna kijana au mwana wa kike wa kiume ambaye amewahi kwenda tofauti na maagizo ya mzazi wake naye akabaki salama. Kwa sababu gani? Mungu hawezi akafanya jambo lolote kwako asipopitia kwa njia ya mzazi. Kwa mzazi wako ndio anamwakilisha Mungu hapa duniani juu ya maisha yako. Number one, mzazi. Kwa kuna hatari katika kuishi maisha hayo ya kutowatii au wazazi, ya kutoenenda sawa sawa na mashauri yao. Mzazi hata akiwa mlevi, akiwa jambazi, hawezi akamfundisha mtoto wake ujambazi, maana anaona yeye anavyokoswa, anaona nikimfundisha mwanangu linaweza likamkuta. Hata kama mzazi wako ni mlevi, hawezi kufundisha ulevi, kwa sababu umeshapata madhara ya ulevi, ile imeshindwa kutoka kwenye ulevi. Sasa unapoitwa mwana wa mtu fulani, haijalishi baba yako ana kasoro kiasi gani, haijalishi mama yako ana madhaifu kiasi gani, huyo ndiye Mungu kamwamini. Na ukiona mzazi wako ni mlevi, tafsiri yake ni kwamba baraka zako wewe mtoto ni kubwa mno. Na ndio maana adui anataka mchezie mzazi wako ili wewe usifike kwenye hatima yako. Sasa ili upate kushinda kufikia kwenye hatima yako, muombee baba yako, muombee mama yako, yatii maneno yake, hata kama anaongea akiwa mlevi. Huyo ni mzazi tu. Na ndio maana agizo ambalo Mungu amelitoa kwenye kitabu chake kitakatifu, Biblia, ili kijana au mwana, mtoto, upate kuishi maisha marefu hapa duniani, Mungu anasema mtii mzazi wako. Maana huwezi ukamtii Mungu usiyemuona, ukamdharau baba yako, ukamdharau mama yako, kwa sababu una degree au una masters au umekuwa unaanza kuchambua kwamba naweza nikatii hiki kutoka kwa baba, naweza nikatii hiki kutoka kwa mama, haya mengine naweka kushoto. Kwa hiyo unaweza kuchambua yapi utayatii na yapi huwezi kuyatii. Hayo ni maisha ya hatari. Ina maana Mungu si Mungu wa hatari, Mungu ni Mungu wa ajabu. Palipo na hatari kuna mauti, palipo na hatari kuna kushindwa, palipo na hatari kuna kupotea kabisa, palipo na hatari kuna kudharauliwa, kwenye hatari kuna machungu, maumivu. Kwenye kitabu chetu cha Wakolosai 3 mstari wa 20 Biblia inasema hivi:
ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Sio watii wazazi wako katika sehemu au baadhi ya mambo, bali katika mambo yote. Mambo yote ambayo mzazi wako anaweza kukwambia, sio ombi, ni lazima uyafanyie kazi. Haijalishi amekwambia mambo hayo akiwa mlevi, haijalishi amekwambia mambo hayo akiwa amezeeka sana, haijalishi amekwambia mambo hayo ameshaachana na mama yako au ameachana na baba yako. As long as ni mzazi anazungumza, you have to obey. You must obey. Sio ombi, hilo ni agizo ambalo utekelezaji wake ni wa lazima juu ya maisha yako, kwa sababu kama mzazi ni hazina ambao ndani ya hazina hiyo Mungu ameweka baraka zako zote, kwa kilichopo ili upate kugain hizo baraka, usiangalie madhaifu ya mzazi, bali angalia na kusikiliza anasema nini huyu ambaye amebeba hatima ya maisha yangu. Ameniagiza nini? Kwa sababu huyu pamoja na ulevi wake, pamoja na kwamba hajasoma, pamoja na kwamba unamzidi kila kitu, pamoja na kwamba una mke mzuri kumzidi mama yako, au una mme mzuri kumzidi yeye baba yako au umetongozwa na kijana bilionea, sio ombi, bali lazima uyatii maneno ya kinywa chake, kwa sababu hayo maneno ya kinywa chake ndio yanaweza kufanya wewe uishi kwa amani kwenye ndoa. Hayo maneno ya kinywa chake ndio yanamleta mme au mke mwema. Hayo maneno ya kinywa chake ndio yanakufanya upate kazi. Hayo maneno ya kinywa chake, unaweza ukapata kazi kwa namna moja ama nyingine, sawa, lakini ili upate kudumu na kustawi, kuona matunda, ustarehe kwenye hiyo kazi, unatakiwa uangalie na usikilize kwa makini mzazi amesema nini, amekushauri kitu gani. Haijalishi umeoa hujaolewa, haijalishi umesoma hujasoma, maneno ya mzazi ndo yamebeba uhai wako. Sio mzazi mama, sio mzazi baba tu, wazazi wote. Hauna sababu ya kusema kwamba nitamtii mama peke yake kwa sababu baba amemwacha, kwa sababu hauna haja ya kujua kwa nini wameachana, bali kilichopo ni wewe kusikiliza nini mama anasema na nini baba anasema na kuwaombea. Hatari. Kwa chanzo cha binti kushindwa ni kutotii mzazi. Sababu ya kwanza ya kijana kushindwa ni kutotii wazazi, kwa sababu mzazi akikubariki, hakuna nabii katika ulimwengu huu anaweza hakuna mchawi katika ulimwengu huu anaweza akakulaani au kukuroga. Maneno ya ushindi juu ya maisha yako kutoka kwa mzazi wako ndo uheri. Mzazi akikubariki hauwezi ukalaaniwa na mtu yeyote, na huyo mzazi akikutolea maneno ya laana, hakuna nabii wala mtumishi yote duniani ambaye anaweza kukubariki, kwa sababu mchungaji ni mtumishi wa Mungu, anasimama kwa niaba ya Mungu kwa namna rohoni. Kwa hiyo ili mkono wake kwenye utosi wako upate kufanya kazi, inabidi uambatane na maneno au uheri ambao umetoka nao kwa wazazi wako, na mkono wa mchungaji kuchanganya ndio vinatoa kitu, vinalipua kitu kinaitwa bomb kwenye maisha yako. Lakini kama umeshindwa kumtii mzazi na unakimbilia mkono wa mchungaji, you are wasting your time, unapoteza muda wako. Kwanza hakikisha unaishi sambamba na wazazi bila kuangalia kasoro zao, na ndio maana Paulo anasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote.
sio katika jambo moja, mambo yote. Na tukienda kuangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, hapo kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 4, sura ya 5 mstari wa 16, Biblia inasema nini? Sura ya 5 mstari wa 16, Biblia inasema hivi: waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Mungu ametoa agizo hili, ametoa amri hii kwamba ili siku zako wewe kijana zipate kuongezeka na ukapata uheri katika wingi wa siku zako, heshimu baba yako na mama yako. Kwa kujiunga na magrupu ya kihuni, kujiunga na magrupu ya umalaya, kujiunga na magrupu ambayo hayamrudishie Mungu tukufu, kwa kijana wa kike wa kiume, ni matokeo ya kutotii maagizo ya mzazi, kutotii kauli ya mzazi, ushauri wa mzazi. Na ndio maana Mungu anasema waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako kwanza zipate kuwa nyingi, pamoja na kwamba ni nyingi, upate uheri katika siku zako kuwa nyingi. Kumbe kuna mwezekano wa kuwa na siku nyingi sana, lakini hizo siku sio siku za heri, au zifurahii, hauna matunda mazuri. Una siku nyingi, yes, lakini ili upate kuwa na uheri, heshimu baba yako na mama yako. Kwa kijana mwenzangu, usijivunie uhandsome au degree. Hayo yote yasikupe kiburi cha wewe kumdharau baba yako au mama yako. Yasikupe kiburi ya kuchambua tatii maneno haya kutoka kwa baba, haya siwezi nikayatii kwa sababu baba ni mlevi, kwa sababu unajua baba hajasoma. Kinywa cha baba ni kinywa cha Mungu, kwa sababu mamlaka haya Mungu ndiye amempa baba yako, na Mungu ndiye amtambulisha baba yako kwamba muheshimu baba yako na mama yako. Mungu ndiye anayotambulisha kwako, sio profesa ambaye kufanya chuo kikuu, sio mke wako, sio mume wako ambaye amezungumza, bali Mungu amesema waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi, ili upate uheri katika maisha yako. Waheshimu ili ufurahie ndoa, waheshimu ili upate ndoa ya mapenzi ya Mungu, waheshimu, kwa sababu mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yako, katika kuwatii wazazi. Kabla hujaanza kumtii mchungaji, tii mzazi. Kabla hujaanza kumtii mume wako, tii mama yako na baba yako. Maana hauwezi ukamtii mume wako kama hujamtii mama yako, kama hujamtii baba yako. Huwezi ukampenda na kumthamini mke wako kama hujawapenda na kuwathamini wazazi wako. Hampendaye babaye na mamaye huishi miaka mingi yenye uheri ndani yake. Anazaa watoto wake ni heri, kwenye kazi yake ni heri, anapoingia na kutoka ni heri, usingizi wake ni heri, na huyo jina lake anaitwa heri. Kwa sababu gani? Amewatii wazazi. Mzazi ni heshima yako, na wewe ni nguvu ya mzazi. Kwa ndugu zangu, mzazi ndo chanzo cha uheri wako wewe kijana wa kike na wa kiume katika maisha yako yote ya kuishi hapa duniani. Kama unataka ufurahie kile unachokifanya hapa duniani, mpende baba yako na mama yako na uheshimu. Sikiliza maneno yao na uyafanyie kazi, na Mungu awabariki sana.